One time. Ningetaka kuongelea kidogo kuhusu hii conservative order ambayo ilitolewa na koti kama mahakama ati kwa sababu ya kusimamisha hii mambo ya sijui na cyber crime ambayo kusimamisha hapo kwa kusimamisha sana ambayo Kasongo ama seme huyu Rais Ruto alikuwa amesign kwa zile kati ya zile bills 8 ambazo alisign. Na swali mimi nilijiuliza, mbona hiyo asubuhi ni kama alikuwa anajua Raila kama angekuwa hai hizo vitu angeteta juu yake, lakini kwa sababu venye ameondoka tu hivi akasaini haraka. Sasa point yangu iko hapa. Unaona hii mambo ya kucontrol vile ambavyo information inafikia wananchi ilikuwa imefichwa ndani ya that bill ambayo alipitisha pale. Sasa unaona pale pande ile nyingine kulikuwa sasa na hii bill nyingine ambayo ni ya mambo na kama mashamba na privatization kwa saa hii gava ikitaka kufanya hii privatization itafanya kwa sababu itahitaji tu the board wa hizo corporations ambazo ni za kiserikali pale. Sasa hata kama ni kitu watatoa ama kama ni ahadi watatoa pale, privatization hiyo iendelee mbele. Lakini unaona sasa ilikuwa sasa imekaviwa na gava. Upande mwingine mtu akijaribu kuongea unaanza kushtakiwa misinformation. Utastakiwa misinformation. Sasa unaona zimekamatana namna hiyo. Hizo ziko intertwined. Sasa zimeshikanishwa zote. Sasa kwa saa hii tusifurahie sana ati hiyo kidogo ambayo sisi kwa upande wetu hiyo freedom ya kuongea ama hiyo nini ya kujielezea na mtu kuongea chenye ambacho kiko ndani yake. Upande ule mwingine tutaongea aje wakati hii privatization itaendelea chini ya maji, kwa sababu hawatahitaji bunge, watahitaji hii public nini participation ikuwe pale. Watakuwa tu ni pale kwenye board, wanapendekeza kwa board yenyewe na kwamba tunataka kuprivatize kama ni hii yenye ilikuwa imekuja na Adani. Sasa Adani amefungua mlango, anaweza kuja tu aingia tu, hata hatujuani kama alienda kama bado yuko hii Kenya, inaweza kuwa bado yuko huku, lakini through hii privatization bill ambayo imepitishwa apata tu kuenda akutane na the board huko kwenye wanakutananga kwenye mimi na wewe hatutaweza kufika na kuingia pale. Waenda waweke sahihi ya kwamba wameuziwa kitu fulani, lakini sasa unaona upande huu mwingine hii ambayo imetolewa conservatory order na gava. Sasa hapa sisi wenyewe tumewachiwa ile ya kuongea. Ile unapatanga democracy ni the majority have their way. Sasa wale ambao ni the majority ambao kwenye gava pale wanaendelea kuendelea kuwa na their own way. Kwa sababu unaona kuna kitu mimi nasemanga kwa hii gava hii miaka 3 wanajifanya hapa tu walisherehekea hapa. Kuna mambo matatu hawachangi nyuma: kuiba, kuua na kuharibu. Hebu rudia. Kuiba, kuua na kuharibu. Mtu haachi nyuma. Hiyo hachangi nyuma. Na hiyo inamfuataga. Na hiyo ulituambiaga kuna wakati umepitia nini hii ya mambo na nini hii ya mambo ya kusomea upasta. Nani anafanyaga kazi ya kuiba, kuua na kuharibu? Shetani. Bas, umesema ukweli. So ule jamani shetani. Sasa ni wanafanya kazi ya mashetani. Na kama unataka kujua kama wakati ambao ile saa hawaui wanaharibu. Na kama waharibu wanaiba. Hiyo mambo matatu. Hiyo mambo matatu hawachangi nyuma. Na kila mwana Kenya kila mahali yupo kuangalia na uchunguza vizuri. Angalia saa hii nini hii ambao wanasema tu na nini pesa imetolewa tu ya kusaidia user atinjezi. Nyota. Hii Nyota Fund. Nyota Fund wametarget nini youth wasonga. Unaona wametaja nyota hata hakuna. Nyota Fund wametarget kama 800 million youth. Sasa tuseme kwa for example kwa 1 billion kuna 800 million ngapi? Siku na 800 million moja kabisa imetosha tu pale. Mbona wanapea youth 50,000? Na inatosha wapewe hata milioni 1 million kila Mkenya. Na ibaki. Nasema kwa youth wenye umetarget 800 million youth ambao wanaweza wametarget ni nyota. Hakuna target. Sasa wewe unakubaliana na hiyo maneno. Natoa maono ama natoa ufafanuzi. Jiulize ni kwa nini hii 50,000 ambao wanatoa kwa for example kama ni 1 billion